Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Leo ni siku nyingine, ni tarehe 1 ya mwezi wa 7. Kiukweli tunamshukuru Mungu sana ambaye ametuwezesha, ametutunza, ametutetea, ametupigania, amekuwa sehemu yetu, amekuwa ngao yangu, amekuwa ngao yako. Mtumishi wa Mungu, mimi ninachojua sio uwezo wako kufika siku hii ya leo, ila neema na rehema tu za Mungu zimehusika. Ndio maana umejikuta wewe umefika siku hii ya leo, na mimi nimejikuta nimefika siku hii ya leo kwa neema tu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli walipokuwa wanavuka bahari ya Shamu hawakuelewa kama watavuka, na walipokuwa wanafika mahali wanaona mbele iko bahari, wanaona nyuma kuna maadui farasi, wale maadui wa Farao, majeshi wa Farao wamekuja kwa kasi, wanataka kuja kuangamiza na kuwarudisha tena utumwani. Walisimama imara, lakini mtu mmoja aliyekuwa kiongozi wao aliwaambia, simama imara, utaona wokovu wa Bwana atakaowafanyia hivi leo. Sasa ile sura ya 15, ile sura ya 15 ule mstari wa 18 mpaka ule wa 20 unasema, Bwana atatawala milele na milele, kwa maana farasi za Farao na magari yake na wapanda farasi wake waliingia ndani ya bahari. Bwana akayarudisha maji ya bahari juu yao, bali wana wa Israeli walikwenda katika nchi kavu katikati ya bahari. Na Miriam nabii mke ndugu yake Haruni akatoa tari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake wenye matari na kucheza. Ule mstari wa 21 inasema, Miriam akawaitikia, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu, yamkini na wewe katika miezi iliyopita, mwezi wa 5, wa 6 na miezi mingine iliyopita, hata wakati unaingia jana unavuka kuingia leo, inawezekana kuna wakati ulikuwa unafika hatua unatazama mbele yako, unatazama mwezi wa 7 unaona kuna ugumu fulani umeandaliwa, unatazama nyuma yako unaona kuna mabaya fulani yameandaliwa. Sikiliza, na kutia moyo mpendwa, na kutia moyo mtumishi wa Mungu, ya kwamba hebu simama imara, mwangalie Mungu. Mbele yako kuna wimbo umeandaliwa, na huu mwezi wa 7 ninakuombea katika jina la Yesu. Kama ulikuwa unaimba tu wimbo wa mateso, wimbo wa maumivu, wimbo wa majuto, ninakuombea uanze kuumbika wimbo wa ushuhuda mpya, wimbo ambao utamtukuza Mungu, wimbo ambao utasema Bwana anatawala milele, wimbo ambao utasema farasi na wapanda farasi wametupwa baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kazi yako ya kuwatupa baharini, ni kazi ya Mungu wa kwako uliye naye kujithibitisha kwenye maisha yako, kuwatupa adui zako baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama kuna mtu ananielewa hapa. Nasema hivi, sio kazi ya wewe kuwatupa adui zako baharini, ni kazi ya Mungu wa kwako kuwatupa adui zako baharini. Ninakuombea katika jina la Yesu, huu mwezi wa 7 mabaya yasiwe sehemu yako. Hao maadui wanaokufuatilia kwa muda mwingi, ninakuombea wakapigwe katika jina la Yesu. Wewe uwe mshindi, wewe usimame imara, wewe uwe mshindi mpendwa na mtumishi wa Mungu. Neema ya Kristo iwe juu yako, baraka ya Bwana iwe pamoja na wewe, mkono wa Mungu siondoke juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, mwana wa Mungu. Mwezi wa 7 ninakuombea baraka, nakuombea neema, nakuombea ushindi. Ukashinde wewe, ikashinde familia yako, ukashinde uzao wako, ikashinde kazi yako, ukawe mshindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Lakini ukauone wokovu wa Bwana ambao ataendelea kuufanya kwenye maisha yako, na wewe utafika tu utasema ni Bwana amefanya. Ndio maana kuna mwimbaji mmoja aliimba akasema, sio mimi niliyefanya,
bali Kristo ndani yangu. Huyo Kristo aliye ndani yako, huyo Mungu aliye ndani yako. Maana nazungumza hapa na wengine sio Wakristo, wengine ni Waislamu, wengine hamna dini, wote ninasema Mungu wa kwako akakupiganie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama Mungu wako hakupiganii, basi jaribisha Mungu wa kwetu. Yes. Kama Mungu wa kwako hakupiganii, jaribisha Mungu wa kwetu. Mungu wa kwetu ana uwezo wa kutupigania. Mungu wa kwetu ana uwezo wa kutushindia. Mungu wa kwetu ana uwezo wa kutupigania. Mungu akubariki sana. Natamani niombe na wewe dakika chache. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa ajili ya saa hii. Asante Mungu kwa ajili ya majira haya na wakati huu. Ninakubariki na kutukuza Mfalme. Asante Mungu kwa ajili ya siku njema hii ya leo. Umetupenda watoto wako. Umetupendera Bwana. Umetupa kibali cha kufika siku hii ya leo, siku ya tarehe 1. Neema na amani Mungu viwe nawe Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, mtunze mtoto wako huyu na mtumishi wako huyu ambaye Mungu umemvusha kwa neema tu. Bwana, umemuingiza ndani ya mwezi wa 7, Jehova Shama Mungu, kwa neema tu. Si kwamba amefanya jema lolote, si kwamba amefanya kizuri chochote, lakini wewe Mungu umekuwa sehemu yake, umekuwa msaada wake, umekuwa mtetezi wake. Baba, ninaomba mpiganie. Baba, ninaomba mlinde. Baba, ninaomba mtunze. Baba, ninaomba msimamie katika jina la Yesu. Huu mwezi wa 8, mwezi wa 7, Baba, uwe ni mwezi wa baraka kwake, uwe ni mwezi wa ushindi kwake, uwe ni mwezi wa yeye kuinuliwa, uwe ni mwezi wa yeye kubarikiwa. Akabarikiwe yeye na familia yake, akabarikiwe yeye na nyumba yake katika jina la Yesu. Kazini kwake akabarikiwe Bwana katika jina la Yesu. Kwenye kibarua chake kikabarikiwe Bwana. Wengine wako ofisini, Mungu kwenye ofisi yake akabarikiwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Bwana, ninatamka baraka juu yake, ninatamka neema juu yake, ninatamka uweza juu yake, ninatamka ushindi juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, mpiganie mtoto wako huyu, umulinde na kumfunika na kumtunza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, mtumishi wa Mungu, Mungu akupiganie na Mungu akubariki sana. Kuna wengine mlikuwa mnasumbuliwa na magonjwa, natamka uponyaji ushuke juu yenu, natamka uponyaji ushuke juu yenu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hayo magonjwa yatoke kwa damu ya Yesu. Huu mwezi wa 7, na kataro ya magonjwa kwako, na kataro ya mauti kwako, na kataro ya msiba kwako, na kataro ya hasara kwako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu akakubali, Mungu akakupiganie, Mungu akakutetee, Mungu akakutunze kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Pokea baraka za Bwana, mtumishi wa Mungu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndani ya mwezi wa 7 uishi ukiwa na amani, uishi ukiwa mshindi, na damu ya Yesu ijifunue juu yako na ndani yako katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Kwa ushauri na maombi tumeandika namba zetu kwa YouTube, lakini kwa mitandao mingine hatujaweka namba zetu, na namba zetu ni 0765153094. Namba zetu ni 0765153094. Tunaomba na watu tofauti tofauti na watu wa maeneo tofauti. Tunakuwa na ibada zetu kila siku ya juma saa 3:20 tunakuwa na ibada zetu. Hata kama tumejoin watu 5, watu 4, watu 10, watu 10 na ngapi, tunafanya maombi kwa pamoja tunapoelekea kulala. Kwa hiyo Mungu wa mbingu na nchi awabariki sana na Mungu atunze. Unaweza ukatupigia kwa namba hiyo kwa ajili ya ushauri na maombi zaidi, tutakuombea na utatushirikisha shida yako. Lakini unahitaji pia kujoin na sisi ibada ambazo zinakuwa Google Meeting, basi tutafute kwa namba hiyo, tutakupa namba za wahudumu wengine ambao tunahudumu nao, watakuunganisha kwenye group letu ambalo utakuwa unaona ratiba vizuri zaidi za maombi, ratiba vizuri zaidi za ibada. Mungu abariki sana na Mungu atunze. Lakini pia Mungu abariki wale ambao wanatuwezesha katika huduma hizi mpaka tunakufikia wewe. Kuna watu wametuwezesha hii kazi yake. Kwa Mungu akubariki sana wewe ambao unaachilia sadaka yako.
Neema ya Kristo iwe juu yako na baraka za Bwana ziwe pamoja na wewe. Mungu abariki sana na Mungu atuze. Ni Pastor Kandonga, niko nyumbani, siko ofisini, niko tu mahali fulani hapa kwangu, nikaona niachilie kipindi hiki kiwe baraka kwa ajili yako katika jina la Yesu. Amen.